Ustazi. Wa alaikum salaam kijana. Jambo? Sijambo. Niambie kijana wangu. Ustazi, mimi na shida nataka nikueleze. Nakusikiliza kijana wangu. Ustazi? Naam. Mimi nina tabia wizi, nataka niache wizi wangu. Yaani wewe una tabia za wizi? Nataka niache wizi nisome madrasa. Kwani wewe hauna wazazi? Wazazi mimi ninao. Mjomba ashakunipeleka chuoni kamibia ustazi simu yake. Wakaniambia hivi, wakanifukuza chuo na mjomba hataki niende nyumbani kwake. Wewe unavyoonekana wewe una tabia za kishenzi, si ndio hivyo? Mimi wanangu leo nawaaga. Maana toka nilipofunga ndoa nilikuwa sijafika bado kuja kuwaona. Lakini nimefika, nimekaa sana. Kwa sasa namkimbilia mjukuu wangu. Na nimemwacha mtoto nyumbani namkimbilia. Kwa hiyo mimi naondoka na wao mtoto. Sasa lazima niende nikamkute. Mama, halafu hapo kwenye mtoto. Kwani mimi sistahili kumfahamu? Toka nimeolewa hapa, sijamwona ndugu yoyote mama yangu zaidi yako wewe. Nilikuwa na shauku kubwa sana kumuona wewe naye. Maana namsikia tu. Unastahili kumfahamu, lakini yule mtoto akifika hapa atakuuzia. Yule mtoto nimemweza mimi mwenyewe. Wewe utomuweza mama. Mama, yani afadhali hata ulivyoongea. Kwa sababu utaingia mlivyomuoa. Kelele ni hizo tu. Namtaka mnali. Nishamwambia mimi huyo mtoto afai, mimi simtaki hapa. Mtoto ni mwizi. Umeona? Mimi mwenyewe nishapeleka hadi madrasa akafukuzwa. Lakini yeye anamng'ang'ania tu. Sijui ana matatizo gani sijui. Hapana. Sasa kama mtu unafikia wakati unamuibia mpaka ustazi wako, wewe unaonekana wewe tabia zako za kishenzi. Mimi siwezi kumchukua mwanafunzi kama wewe. Wewe unaonekana una tabia za kishenzi. Na mimi chuoni kwangu siwafundisha watu washenzi kama wewe. Sio, umenielewa? Ustazi, mimi mshenzi. Wewe mshenzi, tena tabia zako za kishenzi hazifai. Yaani wewe kwa muonekano wako unavyoonekana wewe mtoto na tabia za kishenzi. Sasa kama kwa kuwa unamwibia mpaka mwalimu wako anaokufundisha, wewe unamchukulia simu, sio tabia za kishenzi. Yaani mimi mshenzi ustazi. Wewe mshenzi. Yaani unaniwakia mimi hapo? Vipi basi nipe 10,000 tumalizane. Nipe 10,000 hapo. Mimi siwezi kukupa 10,000. Nipe 10,000. Nitakutia hadi sura tumbo, nipe 10,000. Aondoka. Badilika mali. Una michezo ya hatari. Haya maisha ni safari. Mbele ni kuna hatari. Mnali. Mume wangu, tikiti bovu lipo shambani kwako. Unawezaje kukimbia kivuli chako mwenyewe? Mnali tayari tumeshakutana naye, tumeshaungana naye, ndugu yetu. Hatuwezi kumkataa. Mama, mimi kwa miguu yangu nitakuja kumchukua Mnali na nitamleta hapa nyumbani. Kumchukua utamchukua mama, utakuja naye hapa, lakini utakuja kusikiza maneno yangu mimi na maneno ya mume wako. Maana yule mtoto ni kiboko. Hata wewe mwenyewe mwandani anaweza kukuibia. Anapita barabarani akimkuta mtu tu, yeye anampoa. Yaani amogopi mkubwa wala mdogo. Na hatujui yule mtoto anatembea na silaha mfukoni. Wewe huwezi kujua. Kwa kuwa mimi ni mtu mzima, nimekaa nyumbani kila netiwa mimi kesi chungu mzima. Mama, mimi nimeshaongea sana hayo unaongea. Lakini kila kukicha kelele ni hizo. Sasa basi. Kwa kuwa yeye siku zote anampigia kelele wanamtaka. Subiri, siku zipo na sisi bado tupo. Ipo siku atakuja hapa, atakapomtia haibu pembeni atavoibaiba. Yeye mwenyewe ndo atajua mtoto ni nani. Lakini mimi nimefurahi kwamba umeridhia mume wangu aje hapa Mnali, na kwa hiyo mimi nashukuru. Basi karibu mama, mchukue. Smart on the mixing.
wakati natoka zangu msikitini hapa, nimekutana Mbazi hapa. Alichukulia pesa yangu yote. Kwa hiyo hapa niko mweupe, sina hata mia. Pole sana mume wangu. Kwa sasa unafanyaje? Sasa nafikiri tutafanyaje? Hapo tumwachie Mungu. Hapana mume wangu, kuna vitu vingine vya kumwachia Mungu. Lakini sio hivyo. Wewe cha msingi kuna uongozi. Hebu jaribu nenda kwenye uongozi. Fuatilia haki yako. Unaiacha kweli pesa yako ipotee? Afu kiangalia umeagiza mzigo jana tu. Yaani cha msingi nenda kwenye uongozi. Usipende vitu vingine kupuuzia mume wangu. Mpango ujui. Yaani unaweza ukatoka hapo ukaenda huko sakaza mitaa, alafu kisifanyike kitu chochote. Wewe utakuwa umechukuliwa hela yako na muda umepoteza. Mimi naona tu bora niachane nayo sawa. Ile natafuta tu tafuta pesa nchi. Kuna vitu vya kusamea mume wangu. Ukiangalia ni kiasi kikubwa, ni hela ingekuwa hata shilingi 10,000 au 50,000. Lakini ukiangalia ni hela ya biashara. Yaani wewe cha msingi nenda tu kwenye uongozi. Ili uongozi ufuate hatua zake mume wangu na sio kuipotezea pesa. Yaani tatizo linakuja hapo sio kupotezea. Tatizo hao unaowapelekea mambo. Unaweza kaenda kule na kupoteza muda tu. Hamna kitu chochote kitafanyika, mimi nawajua. Sawa mume wangu, mimi nimekuelewa. Kwa sababu tunamwachia Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndiye mtoa riziki. Wewe cha msingi ingia ndani ukapumzike. Maana ukikaa hapa kila mtu atakuangalia kwamba mpata na shida. Twende ndani ukapumzike mume wangu. Sawa mkangu. Pole lakini. Badilika mali, una michezo ya hatari. Haya maisha ni safari, mbele ni kuna hatari. Safi, ujambo? Jambo, shikamoo. Baba mzima? Mzima. Kwa nini unisaidie mandazi mawili na njaa? Nikusaidie mandazi mawili una njaa? Wazazi wewe hauna? Hauna baba wala mama? Mandazi sikupi haya na mwaishia mume wangu akanywe chai. Nisaidie na njaa. Mandazi sikupi wewe mtoto. Muda huu inatakiwa uwe shule, sio nakaa babani kuombaomba. Wewe unataka kuwa ombaomba mtaani hapa? Unanipa mandazi. Ina maana wewe wazazi huna mtoto, mbona unataka kujizalilisha kuwazalisha wazazi wenu? Unanipa mandazi. Mandazi sitoi. Unanipa nini? Mandazi sikupi. Wewe unaonekana mzee. Naomba mandazi. Kwa unanipa nipi mandazi? Mwanzo nilikwamba mawili ukawaja nidea. Sasa hivi nachukua matatu. Mbele ni kuna hatari. Nali, 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 nali. Waheshimu vijana na wazee, jifunze dunia isikufunze. Nali